Programu hii inalenga kuchochea matokeo makubwa na haraka katika kurejesha uoto wa asili, kuimarisha ustawi wa mfumo wa ekolojia pamoja na kutoa huduma za kiikolojia ambazo ni msingi muhimu wa uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Hatua hizi tunatarajia zitachangia kwa kiasi kubwa katika kufanikisha malengo ya dira yetu ya mwaka 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi 10 barani Afrika zenye ustawi wa mazingira na ustahimilivu mkubwa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kupitia programu hii serikali inalenga kufanikisha malengo makubwa yafuatayo. Kwanza, kuhamasisha upandaji wa miti na utunzaji endelevu wa miti bilioni 2 kila mwaka, lakini kurejesha hekta milioni 5 za ardhi za misitu ambayo imeharibiwa, kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, kuimarisha usimamizi wa taka na usafi wa mazingira, kukuza biashara ya carbon ili kuongeza mapato ya taifa na kuchangia katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kuongeza ushiriki wa wananchi hususan vijana na wanawake katika shughuli za uchumi wa kijani na uhifadhi wa mazingira. Programu hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini itachangia jitihada za serikali ambazo zinaendelea kupitia ofisi yako za kufanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya mazingira, ikiwemo mageuzi katika taasisi zetu 2 muhimu ya NEMC na NCMC, na tunaamini kabisa programu hii na mageuzi hayo yote yatakapokuwa yamekamilika, tunaelekea kuwa na Tanzania ambayo itakuwa na miji na majiji safi na ambayo itatumia taka kama fursa. Lakini tunatarajia kuwa na Tanzania ya kijani iliyopambwa na miti ambayo sio tu inapandwa lakini inatunzwa na kulindwa. Lakini tunatarajia kuwa na Tanzania yenye ongezeko la matumizi ya nishati safi kufikia lengo la 80% tutakapofika mwaka 2034. Tunatarajia kuwa na Tanzania yenye udhibiti wa wanaokiuka sheria ya mazingira sura namba 191 pamoja na kanuni zake zote 21, ikiwemo kudhibiti makelele kwenye makazi ya watu, matumizi ya mifuko ya plastiki, uchafuzi wa vyanzo vya maji na fukwe za bahari pamoja na bahari yenyewe, upungufu wa viumbe vamizi kwenye vyanzo vyetu vya maji na changamoto nyingine mbalimbali za mazingira. Tunataka ziwe historia baada ya kukamilika malengo haya ambayo wewe Mheshimiwa Makamu wa Rais ndio unayosimamia kupitia ofisi hii na ambayo yameelekezwa na kusimamiwa na kiongozi wetu mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini tunatarajia vile vile kuna Tanzania yenye kutumia fursa kwenye sekta ya mazingira katika jitihada za serikali kupunguza changamoto ya ajira kwa vijana pamoja na kuifanya Tanzania kuwa biashara ya carbon ni moja ya vyanzo vyake vikuu 3 vya mapato nchini.